Na huyo mwanamke huyo anazungumza na wafanyabiashara huko masokoni kwa kujiachia kabisa, anazungumza na vicheko na ndio mambo anayoyataka hayo. Si kwamba atakuwa na heshima, atazungumza kwa sauti ya chini, atauliza kile cha msingi, baada ya hapo atalipa. Hapana, bali mazungumzo yake na wale wafanya biashara masokoni, utadhani anaongea na ndugu yake, labda anaongea na kaka yake au anaongea na mjomba wake, namna walivyozoeana na anavyoomba kuongezwa. Niongeze bana, mimi si wako unajua, kwani ukiniongeza hivyo viazi utapata hasara gani? Mimi ni wako, wanafanya hivyo masokoni hawa wanawake, na ndio kitu kinachowaleta hicho. Bal baadhi nisa tumazihu sahib almahall, bali baadhi ya wanawake, bal baadhi nisai, bali baadhi ya wanawake tumazihu sahib almahall, wanawafanyia mzaha, baadhi ya wanawake wanawafanyia mzaha wale wenye maduka, ay sahib almahall, sahibu dukkan. Bali baadhi ya wanawake wanawafanyia mzaha, wanawafanyia utani wale wenye maduka, kama ni madukani, kama ni masokoni, wana utani kabisa, wanataniana na kuna majina mapeana. Kuna mwingine anamuita bamkwe, mwingine shemu langu, jishemu la ukweli, bali kuna wengine anamuita bebi wangu. Wamefikia huko sasa. Haya bebi, niambie hizo nyanya unauzaje? We una adabu wewe, umuogopi Allah yako? Haya, kuna wachumba, ana wachumba zake. Na hili jambo hata baadhi ya wafanyabiashara katika wanaume wamejiachia, na ndio maana watu wengi wanateleza. Anafanya biashara, wale wateja wake wanawake amewazoea kupitiliza, akamuita mke mdogo wakati hajamuoa. Sasa ukishafungua huo mlango unatafuta nini wewe? Hii mathna yangu hii bana, njoo bana, nikuhudumia nini? Mathna yangu hii. Sasa mathna vipi wakati hujamuoa? Au ukamuita mchumba wangu, ukamuita bebi. Haya, wewe salafi mfanya biashara, mtu wa kando mwanamke unamuitaje hivyo? Na ndiyo maana watu wanateleza. Chunga hili jambo, na wakati mwingine kama hakuna budi, mpe jina ambalo litamfanya akome, aone kwamba mwelekeo wa huyu ni mwingine. Kama ni mtu mzima, muite mama au mama mkwe. Haya, ushakuwa mama mkwe sasa, wa hakadha.